kukukomboa, kukutoa kwenye hilo kundi ambalo linasababisha matatizo kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu akatupa gerezani. Kwa hiyo usikate tamaa kwa sababu ya matatizo ulionayo. Usikate tamaa kwa sababu ya ugonjwa ulionao. Bado nafasi ipo. Bwana Yesu asifiwe. Usikate tamaa kwa sababu ya matatizo yanayoinuka kwenye maisha yako. Bado nafasi ipo. Hatima yako bado iko pale pale. Na leo nimesema tutafanya maombi ya kukomboa hatima iliyouzwa, hatima iliyoibiwa miaka mingi. Leo tutafanya maombi kwa kila mmoja mmoja, na hatima yako itaenda kurudi na utaanza kuona kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu akatupwa gerezani, lakini pamoja na kwamba alitupwa gerezani Yusufu, walimchelewesha tu kufika kwenye ndoto zake, lakini hawakuzuia. Kuna watu wameinuka kwenye maisha yako, wanazuia usifike kwenye hatua fulani ya maisha. Kuna watu wameinuka kwenye maisha yako, kuna wachawi wanafanya kazi usiku kucha kuhakikisha wewe hufanikiwi. Yusufu, ndugu zake walijaribu kuzuia hatima yake, lakini hawakuweza. Wakamtupa shimoni, wakamuuza utumwani. Hizo zote ni hatua ambazo Ibilisi alijaribu kuzitumia kuzuia huyu bwana mdogo asifikie hatima yake. Kuna watu mmeuzwa, kuna watu hatima zenu zimeuzwa, kuna watu nyota zenu zimeuzwa. Na katika kuuzwa, lengo na mazumuni ni kuzuia usifikie hatima yako, usifike kwenye malengo yako. Sasa kama umeuzwa umekuwa tayari ni mtumwa, unatumikishwa mahali, unafanyishwa kazi mahali, hauwezi kufanikiwa. Wewe utaanzisha vitu huku, lakini katika ulimwengu wa roho umeuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukishindwa, ukishikiliwa katika ulimwengu wa roho, huku katika ulimwengu wa mwili nilikwambia huwezi kufanikiwa. Hapa nazungumzia kundi ambalo linainuliwa kwenye maisha ya mtu na kuzuia asifike kwenye hatima yake. Magonjwa unayopitia, magonjwa ulionayo kwenye mwili wako, shetani ndiye anayesababisha matatizo hayo. Na katika yote hayo anayoyafanya ni harakati za kuzuia usifikie hatima yako. Bwana Yesu asifiwe.